Tupe kidogo love story yako kwa sababu kuna mtu alikuwa ananiambia Profesa Tibaijuka wakati huo ni binti anaitwa Anna tu, hana jina hili la profesa kwa nyuma, akaacha nafasi ya kusoma ili amfuate mume wake, ambao sasa kwa sasa hivi binti akiwa anaacha kusoma amfuate mwanaume, watu wanamwambia wekeza kwenye elimu ndio kitu cha muhimu, wanaume wapo tu. Wewe ni nini kilikutokea? Kweli nimepata mchumba wangu bado nikiwa from high secondary. Ulikuwa sekondari ukawa na mchumba? Na mchumba wangu yupo, lakini sasa siku hizi sisi tulikuwa tunasema mchumba mnakaa mnaongea si rafiki. Maana kumbuka sisi kizazi chetu tulikuwa na maadili makubwa sana. Kulikuwa kuna hii michezo hii ya maana hakuna base control, hakuna nini. Kwa hiyo ni mtu rafiki mnakaa mnaongea. Sasa mume wangu alikuwa ni diplomat marehemu Wilson Tibaijuka Barozi. Ikabidi kama ilivyokuwa adha lazima aende kuona wazazi wangu, kumaliza shughuli zote. Sasa na mimi nikaingia chuo kikuu, lakini baba mzazi akasema hakuna mtu anayeolewa hapa bila kumaliza chuo. Sasa baba akisha sema amesema, si ndio hivyo? Si ndio hivyo. Kwa hiyo inabidi yeye akaenda peke yake kule Sweden, alikuwa ni mwanadiplomasia, mimi ikabidi nimalize shule. Kwa hiyo nilipomaliza chuo kikuu, mimi nimeshinda, nilikuwa best student of my class. Natakiwa kwenda kusoma Marekani. Mchumba wangu yuko Sweden. Sasa ilikuwa inabidi hapo maamuzi yafanyike. Ukaamua kukataa kwenda Marekani ufuate mchumba. Sasa ngoja, kwa sababu mchumba wangu ameshalipa kila kitu, amenisubiri, na kwa sababu ninajua familia ni muhimu kuliko kitu kingine. Sasa Marekani ni mbinguni, mbona sasa naenda na kurudi ninavyotaka? Kwa hiyo mimi nikaamua kwenda zangu Sweden. Nikaolewa na mume wangu na tukawa na maisha mazuri, na hakuna kilichonizuia kukamilisha ndoto zangu. Kwa hiyo ni priorities, vipaumbele.